Yani nakobo tu. Aku orang mani oji. Washigana wao vivi. Kama wasiongeza. Pita. Unahitaji pompa huku. Kama ni Yesu ili amone nigo batoba hata baone alo itabiri alo ngula yibo kwanza Oh
baju tingono mbele bijowe kwa Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Baba yetu uliye mbinguni, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, tuyasamehe makosa yetu kama tunavyosamehe waliotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuokoe katika maovu. Ndugu zangu katika Kristo, naamini kwamba tuko wote hapa ni kwa mwaliko wa Mungu Baba yetu katika jina la mwanae Yesu Kristo, ambaye wamekwenda kumwalika dada yetu kutoka katika dunia ya kimwili kurejea katika dunia ya kiroho. Nasi tumebakia hapa na mwili tu. Naamini kwamba nafsi yake tayari Mungu amekwisha kuipokea mbinguni. Sasa sisi ambao tumebakia na mwili, tumebakia na majukumu mawili makubwa zaidi sana. Kwanza ni kujitahadharisha sisi ambao tunaobakia kupitizia neno ambalo tutakalolisikia hapa, ili na sisi tutakapolala kama hivi ndugu yetu dada yetu amelala, angalawe twende tukiwa tumejitayarisha. Na jukumu letu la pili ni kumwombea sala. Kumwombea sala nafsi yake au kuiombea sala nafsi yake ili Mungu Baba yetu na mwanae Yesu Kristo waweze kumpokea katika ufalme wake kwa kumpa heri ya milele. Basi ili tuendane vizuri na mambo yote hayo, inatubidi sasa kwanza tujutie dhambi zetu. Tunajua kwamba mwanadamu si mkamilifu. Mwanadamu ana mengi anayoyaishi yasiyompendeza Mwenyezi Mungu.
Mwanadamu amechakaa kwa mawazo, kwa maneno na kwa matendo. Basi ikiwa sisi si wakamilifu, sisi si watakatifu machoni pa Mwenyezi Mungu, na ili ibada yetu aweze kuipokea kwa macho yake ya huruma na kuipokea nafsi ya dada yetu ambayo tutakayoiombea, ni lazima kwanza sisi wenyewe tujute dhambi zetu. Kwa hiyo tukae kimya kidogo, tukiyatafakari yale tunayoyaishi yasiyompendeza Mwenyezi Mungu na tuyajutie. Namuungamia Mungu Mwenyezi ya kama nimefanya dhambi tele kwa mawazo, kwa maneno na kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu. Kweli nimekosa mimi, nimekosa mimi. Ndiyo maana namuomba Maria mtakatifu, bikira wa siku zote, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu mniombee kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Mtumishi wako dada yetu uliyemwamisha hapa duniani, umweke katika amani na mwanga pamoja na watakatifu wako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Yesu Bwana wetu. Amina. Ndugu zangu mliokusanyika hapa, Bwana wetu Yesu Kristo mwana wa Mungu alipokaa hapa duniani alilia machozi kwenye kaburi la rafiki yake Lazaro. Huyu Yesu aliyeshinda mauti yupo sasa hivi kati yetu, tunapotangaza matendo yake makuu, tunaposoma maandiko matakatifu.
Somo la kwanza. Wakati wa mwisho. Ni somo katika kitabu cha Danieli sura ya 12 aya ya kwanza hadi aya ya 3. Wakati huo Mikaeli, malaika mkuu aliye mlinzi wa watu wako, atatokea. Ndipo kutakuwa na wakati wa taabu sana kuliko nyakati nyingi zote tangu mataifa yalipoanza kuwako duniani. Lakini wakati huo kila mmoja wa watu wako ambaye jina lake limeandikwa katika kitabu cha uhai ataokolewa. Wengi wa wale ambao wamekwisha kufa watafufuka, wengine watapata uzima wa milele na wengine watapata uhai na kudharauliwa milele. Wale wenye hekima watang'aa kama anga angavu, na wale waliowaongoza wengine kutenda mema watang'aa kama nyota milele. Neno la Bwana. Somo la pili. Ufufuo wa Kristo. Ni somo katika waraka wa kwanza wa Paulo kwa Wakorinto sura ya 15 aya ya 20 hadi aya ya 22. Lakini ukweli ni kwamba Kristo amefufuliwa kutoka wafu, wa kwanza wa wale waliolala katika kifo. Maana kama vile kifo kilivyoletwa duniani na mtu mmoja, hivyo hivyo nako kufufuka kutoka wafu kumesababishwa na mtu mmoja. Kama vile watu wote wanavyokufa kwa kujiunga na Adamu, hivyo hivyo wote watafufuliwa kwa kuungana na Kristo. Neno la Bwana. Somo la Injili. Mfano wa wasichana 10. Ni Injili ya Mathayo sura ya 25 aya ya kwanza hadi aya ya 13. Tusimame wote.
awe nanyi. Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Mathayo. Tukufu kwako. Wakati huo ufalme wa mbinguni utafanana na wasichana 10 waliochukua taa zao wakaenda kumlaki bwana harusi. 5 miongoni mwao walikuwa wapumbavu na 5 walikuwa wenye busara. Wale wapumbavu walichukua taa zao, lakini hawakuchukua akiba ya mafuta. Lakini wale wenye busara walichukua mafuta katika chupa pamoja na taa zao. Kwa kuwa bwana harusi alikawia kuja, wale wasichana wote walisinzia wakalala. Usiku wa 8 kukawa na kelele, haya haya, bwana harusi anakuja, nendeni kumlaki. Hapo wale wasichana wote wakaamka wakazitayarisha taa zao. Wale wapumbavu wakawaambia wale wenye busara, tupeni mafuta yenu kidogo, maana taa zetu zinazimika. Lakini wale wenye busara wakawaambia, haya yatutosha sisi, hayatatutosha sisi na ninyi. Afadhali mwende dukani mkajinunulie wenyewe. Basi wale wasichana wapumbavu walipokwenda kununua mafuta, bwana harusi akafika, na wale wasichana waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye katika jumba la harusi, kisha mlango ukafungwa. Baadaye wale wasichana wengine wakaja wakaita, Bwana, Bwana, tufungulie. Lakini yeye akawajibu na kuambieni ukweli, sijui ninyi. Kisha Yesu akasema, kesheni basi, kwa maana hamjui siku wala saa. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Kristo tumaini letu. Ikizani tulikuja kusikia kisi Daniel alienda kuongea katika somo la kwanza, na tulienda kusikia kwamba wakati huyu Mikael atakuja, watu wataenda kupata taabu nyingi sana ndani ya maisha yao. Na kama watu wataenda kupata taabu nyingi sana ndani ya maisha yao, ni kwamba tujue ya kwamba endapo atakapokuja mwana wa Adamu, wale ambao waliolala katika Kristo, hawa watu wote wataenda kufufuliwa, na hivyo wataenda moja kwa moja kuingia paradisoni. Lakini wale ambao walilala vibaya, hawa hawatafufuka. Na hiyo ni kwetu kama vile wa Kristo sasa hivi. Neno hili ni sisi ndo tunaliambiwa hapa, na tunazungumzia maneno haya si kwa ajili tena ya huyu mama ambaye amelala hapa mbele yetu, lakini maneno haya tunayazungumzia kwa ajili yetu sisi ambao tuko wazima. Na kama tunayazungumzia kwa ajili yetu sisi ambao tuko wazima, tufanye kazi, tutumikie maneno haya kabisa kazi. Lakini tukikaa kabisa na kuzubaa ndani ya maisha yetu, kuendeleza hali ya anasa za dunia, tujue ya kwamba atakapokuja mwana wa Adamu, wakati watu watafufuliwa, sisi hatutakuwa pamoja naye. Kila mwanawali alitengeneza taa yake
ili aende kumlaki. Lakini wakati alipokuwa anatengeneza taa yake ili kwenda kumlaki, kuna ambao walitayarisha mafuta mengine ya ziada na wengine hawajatayarisha mafuta ya ziada. Na hivyo wakati walipoenda kumlaki, ikafika kabisa usiku wa manane, wakaja kugongwa na kusema tayari bwana harusi wasimame ili waone namna gani wataweza wakamkaribishe. Lakini wakati walipokuwa wakijitayarisha kwenda kumlaki, hawa ambao hawakutayarisha mafuta ndani ya taa zao walienda kujikuta kwamba taa zao zimezima kabisa, na hivyo walianza kuomba angalau wenzao wawasaidie hata angalau kidogo ya mafuta ili na wao waweze kuwa tayari. Lakini hao wenzao wakawaambia ya kwamba sisi tumeyatayarisha na hatujui kama yatakizi mahitaji yetu. Kumbi, kwa hiyo nyinyi nendeni mkatafute mapema kabla wakati hiyo haijatimia, hajafika bwana harusi. Alafu wale wamama watano wakatoka wakaenda kutafuta mafuta, na walipoenda kutafuta mafuta hayo, huku nyuma bwana harusi akaja akaingia. Na hivyo alipoingia, wale watano ambao walikuwa wanatayarisha mafuta yao moja kwa moja wakaenda kuingia na bwana harusi pamoja. Na hao ambao walienda huko kwenda wanatafuta mafuta, waliporudi tayari wakakutanisha mlango umefungwa. Alafu wakawa wanagonga. Walipokuwa wanagonga, wakaambiwa ya kwamba hapana, mlango umeishafungwa na kwa hiyo nendeni. Na hivyo ndo wameambiwa ya kwamba kila muda na saa, siku yapashwa tuwe tayari ili kutayarisha ujio ya huyu bwana harusi. Ni kwetu sasa sisi kama vile Wakristo, sisi kama vile waja Mungu, ni kwetu kujiangalia namna gani tunavyoandaa ujio wa huyu bwana harusi. Tuone namna gani tunaandaa ujio wake. Kweli tunajiandaa vizuri ili endapo atakuja sisi moja kwa moja twende naye pamoja ama tumlaki? Ni kwetu sisi kujiangalia ndani ya mioyo yetu jinsi tulivyo hapa na hali gani tunavyojiandaa kweli kweli ili kumpokea huyu bwana harusi, kwa kuwa tunaambiwa kwamba endapo atakuja hataambia mtu siku wala saa. Na kama sisi kama vile binadamu tunajivuruga kama vile Wakristo, tunajivuruga kwa hali ambazo zisizokuwa halali. Kuna watu ambao wanaenda makaburini, wanaenda ufufua watu ambao tayari wamezikwa. Hawa watu wanajiandaaje? Kuna watu ambao wanakesha disco kwenye kuwa matatizo mbalimbali, wanacheza, wanakula kwa anasa. Hawa watu wanajiandaaje? Sisi kama vile Wakristo ni muda ambao tunapewa wa kujichunguza. Tuchunguze maisha yetu, kwa kuwa muda wetu hapa chini ya jua ni muda mfupi sana. Na kama tujichunguze, atakapokuja huyu mwana wa Adamu, sisi tutaweza moja kwa moja kujipa jibu. Tutajipa jibu, kwa kuwa hata huku mashuleni wakati tulikuwa tukiwa wanafunzi tunafanya mtihani, unajua kama umekosa, lakini siku ya matangazo unajiandaa, sema nitaenda kupata. Sasa wewe utaenda kupata kile ambacho haukuandaa? Utaenda kupata kile ambacho hujaandaa? Nikizani wale wanafunzi ambao wameandaa mitihani yao vizuri, wana uhakika wakati wanafanya mitihani, wanakuwa na uhakika ya kwamba mitihani hii taweza nikaipate hata na maalama fulani, na maana hawa kabisa wako kikamilifu. Lakini wale ambao wana matatizo wanasubiri deliberation,
na hiyo deliberation, mara hatatoka kwenye hiyo deliberation. Kwa hiyo ndugu zangu katika Kristo, asubuhi ya jioni ya leo tunaalikwa tujiandae, kwa kuwa hatujui muda wala saa ambayo huyu bwana harusi atakapokuja, na ilikuwa heri tukutanie tunajiandaa vizuri, ili ajapo sisi moja kwa moja twende naye. Tumsifu Yesu Kristo. Tunakuja kusikia kwenye somo la tatu, kwenye somo la pili, kuhusu hali gani atakavyokuja huyu mwana wa Adamu. Na kama tunakuja kusikia hayo, ni kwetu sisi ambao tunasubiri kujifunza, tuone namna gani tutaweza kuwa tayari aendapo anakuja. Tutakuwa wapi ndani ya maisha yetu, ndugu yangu? Kwa hiyo kila mtu hapa gisi tulivyo anajua gisi anavyotembea. Kila mtu anajua uaminifu wake mbele yake na Mungu wake. Kwa hiyo ukishafanya kabisa hali hiyo, ukijiangalia, ndo hapo sasa utaenda kutoa jibu lako, ama kama akija utaingia, ama kama hakuja hatutaingia. Kumbe kwa hiyo ni mtihani ambao tunaenda kuachiwa na ambao tunapewa, kwamba kila mtu ajichunguze namna gani anavyoishi, ili abadilike katika maisha yake. Asikalie anasa za hii dunia, tusikalie anasa za hii dunia, kwa kuwa ni mapito mtupu hii dunia, na kama tukipelekwa sana na anasa za hii dunia haitatusaidia kitu. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo tumaini letu. Asante. Sema, mimi ndimi ufufuo na uzima, kwa kuomba umweke miongoni mwa watakatifu wake, wateule wako, huyu dada yetu ambaye umemwita leo, aliyesafiri kwa maji, aliyesafishwa kwa maji ya ubatizo na kupakwa mafuta matakatifu. Bwana, twakuomba umpokee mbinguni huyu ndugu yetu Johari Walengamina, aliyekula karamu ya mwili na damu yako. Bwana, tunakuomba. Tusali kwa ajili ya wote walioteswa, ili wasifikiri hata mara moja kwamba wameachwa na Mungu. Bwana, tunakuomba.
tusali kwa ajili ya ndugu zetu marehemu, ili Mungu Mwenyezi apende kuwapokea katika ufalme wa mbinguni. Bwana, tunakuomba. Tuombe. Mungu, wewe ni rehema ya wakosefu na furaha ya watakatifu wako. Tunakuomba kwa ajili ya huyu mtumishi wako dada yetu Johari Walengamina tunayemzika leo, tukiitekeleza wajibu wetu wa kibinadamu. Umjalie ashirikie heri ya milele pamoja na wateule wako, ili siku ya ufufuko afunguliwe pingu za mauti, apate kufika mbele yako kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala daima nawe milele na milele. Amina. Matoleo. Kwa kutoa dhabihu hii ya kuanzisha rasmi Kwaresma, tunakuomba kuzishinda tamaa mbaya kwa njia ya mateso ya kitubio na upendo. Nasi tukiisha takaswa dhambi, tustahili kuwa na moyo wa ibada wa kuazimisha mateso yake mwanao. Kwako wewe unaishi na kutawala
daima milele na milele. Amina. Tumsifu Yesu Kristu. Amina. Tunafika kwa kipindi cha vitu mbalimbali, yaani picha na hotuba mbalimbali. Tualika katekista au msimamizi mmoja kusoma pengilia kwa ajili ya picha na hotuba. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Tumsifu tena. Amina. Kristo tumaini letu. Kristo. Kwanza kabisa tunaanza na hotuba mbalimbali. Watakao tangulia ni familia ya marehemu. Baada ya familia ya marehemu tutasikia neno fupi kutoka kijiji chake cha VE. Tatu na mwisho tutasikia hotuba ya kanisa. Tumsifu Yesu Kristu. Na mwisho tunaingia na ratiba ya picha. Karibu aliyeandaliwa na familia, utuambie neno la familia. Miweji sawa unowa imanano ali mwanafamilia ya haba Shingyoku ite msimamizi wa ML Shingyoku kambea Nyarugusu. Nitende kwamba ni boba tubale yao ili baungwe utuba fupi ya unowe to mochuwe to mwana wa machi hiyo yapendeza watu na kasheta nikaribishe wane msomaji ili kusudi watu bale yano mwarose jamii yose leano iungwe yaluba yaendelea mwingine no tu mwana witushika mpaka mano mango yele echawe ya kinyumba ya milele na mwami wechi baadaye anamaliza na shiwe na ingi enyo enishitende eche ili mwarose leano wa ungu. Karibu. Bwana miweti Malilo Nyarugusu 30 mwezi wa 3 2026. Hotuba fupi ya marehemu. Marehemu aliitwa kwa jina la Yohali Walengamina. Ni mtoto wa Bashingyoku nyumba ya Imata. Baba yake aliitwa kwa jina la Mwemedi Demetrio ambaye ni Mshingyoku. Mama yake aliitwa kwa jina la Asako wa Bisama mtoto wa Balala Miwechi. Na mama yake alikuwa ni wa nyumba ya Bashitalo Miwechi kuzaliwa. Marehemu alizaliwa pale Nganja tarehe ya 17 mwezi wa 6 mwaka wa 1934 1934. Kuolewa. Marehemu aliolewa na Machungwa Adolphe wa Bashingyoku nyumba ya Mwema. Kuzaa. Marehemu alizaa watoto 8 wakiwemo wanawake 7 na mwanaume 1. Waliofariki ni wanawake 2. Miwechi. Marehemu alifanikiwa kuacha wajukuu 47 na vitukuu 77. Bwana Miwechi. Kazi za marehemu. Marehemu alikuwa mkulima.
magonjwa. Marehemu alisumbuliwa sana na ugonjwa ambao tunauita aoso, lakini pia pressure na miguu kuuma. Lakini kwa magonjwa yote hayo, ugonjwa uliopelekea umauti ni ugonjwa tunautambua kwa jina la pressure. Huo ndio ugonjwa ambao hapa duniani marehemu aliishi miaka 92. Benomi wechi mali lolonge. Miwechi malelo sawa na angelete mwalo sole ano waungwa maisha ma marehemu jinsi mabali ilwa na vivyo tatule na enge kwanza yake mia ayenyewe yawe to mochu taina bali ilwa bya manga batu baibala bacha akilivi tulimulilana lu uju Mungu abi ile lu benyomi wechi iwenda labda eno mia ayamu bali ilwa bechwa mu bino tatushole moye ya toma mande umatina ni butuji andae na ube na ine tuji andae nile mochoka nyamwa lo sole ano ete msimamizi wa familia mwingine nyumba ya Lushingoku kwamba twakanya batu ishika ya bomi olwa yose tujumuike wa ombaka wa kina mama na bibyo tulimucho mibula kwamba nibo twakanya sana twakanya pamoja ni shukuru kanisa kupanda na misukusuko mbalimbali ya olayo na bibyo totende kwamba nibo tulimutaka tumuhakikishie kwamba lusuku lwa anachi ilo to mwaka ngando ya luulwa wetu mwana inde tuna tushirikiane tubini mwa bundana yetu ile ishiveo to alele umuchinge benyu na mwami wechi. Tumsifu Yesu Kristo. Kijiji cha VE, karibu. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo aliyesimama mbele yenu ndiye mwenyekiti wa kijiji cha Viwa, na kabla sijaongea mengi, huenda yupo mwenyekiti wa zoni, ningemkaribisha kabla sijaongea neno. Mwenyekiti wa zoni, karibu. Huyu ndiye mwenyekiti wangu wa zoni, unayemwona. Karibu mzee. Miwechi malelo longe tole motenda libo basio jiweza bose vale yano bae jiji A21 ba VA ba VB ba VC ba VI ba VG ba VH twamukaribisha meshi na saa 2:30 ewanza ila nyuma na VA olo yero na saa 2:30 o la shirika la LPG locho monana neno na ulio soleano abuli nake mu uli anelo yelo muchungwa ilia iba muetele lulo yelo shi eta na una libo lo kwamba kalo selule yano tumwando oba na eto tumwando buka na yo wachu isanga wachwa ochole echa mtu wasangwa wacho walalua wacho etamitombo kanisa ile mukimba na bonge wabale abyobe ya umma yose ile na loke loelu ichangana chake taratibu. Kwa hivyo nao na mango mose matoe au wetu imoja ulia nyumba yabo soshi tome utaratibu we soshi na toto utaratibu mwene omba tuelele. Amina. Asante sana kiongozi. Nafikiri tunao masikitiko makubwa kuachwa na bibi yetu au mama yetu
ambayo tunayemwona hapa mbele yetu. Tulipopata taarifa kwamba mama yetu ametuacha kuanzia juzi, kijiji kiliingiwa na masikitiko makubwa, na kama gesi tulivyosikia miaka yake, ni mama ambaye alikuwa mlezi wa watoto wetu, ni mama ambaye alikuwa ni mlezi wa jukuu zetu pamoja na vichukuuza. Kwa hiyo tulipokea taarifa yake kwa masikitiko makubwa kama vile kijiji, na ni mama ambaye alikuwa ni mshauri kwenye jamii inayomzunguka na kijiji pia. Watu wengine wanaongea kwamba mtu wako watendele wengine ipindi au uwa, lakini hili tunaloongea hapa linatoka moyoni mwetu na ni kwa niaba ya kijiji. Kwa hiyo kijiji kizima tumepatwa na pengo kubwa kuachwa na mama yetu, bibi yetu ambayo tuko naye hapa mbele yetu. Kwa hiyo tunakwenda kuwashukuru wale wote ambao wameacha shughuli zao kwa ajili ya kuja kuambatana na sisi ili kumsindikiza marehemu aliyeko mbele yetu. Kristo tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Na ni kama wiki moja tu imepita hapo nyuma, tumekwenda kuachwa na wazee kama na hao, na kuachwa na wazee walio na umri kama na huu, kijiji kinaingia kwenye majonzi makubwa sana. Kwa hiyo muendelee kutuombea, kwa sababu hatukai chini mpaka sasa hivi kulingana na misiba ambayo inatupata hapa kijijini. Tunaomba Wakristo na watu wanaotuzunguka muendelee kutuombea. Kwa niaba ya kijiji tumeandaa maji au chakula. Kwa tunawaomba wote mliojumuika nasi kwa kumsindikiza mama yetu aliyeko mbele yetu, tuje kurudi kwenye nafasi zetu ili tupate chakula ambacho kijiji kimeandaa. Tuna wapishi wazuri ambao tumewatuma redeso, wamesoma vizuri, wamebobea kwenye fashion hiyo. Kwa hiyo mje mkae kwenye nafasi zenu kwa ajili ya kupata kile ambacho wameandaa. Bioti, nafikiri familia imetangaza kile ambacho marehemu kimempeleka kwenye mauti. Usiende na taarifa eti marehemu tabila funge pengle tuma pressure. Kwa hiyo hizi taarifa zingine ni taarifa zako, tupeleke kile ambacho familia imeongea. Bioti, asanteni. Karibu familia kwa kuongezea lile ulilolipata baadaye. Miwechi sawa, tomona vyenye vitu yao umalalo iwenda labda muda unatusumbua. Tumutaka itangazi ya kwamba nibo betu bana ba machi baba shingoku, tafadhali lugulu baba endelea mdachilusu kuchibili chisa tumpaka itula ibwata tushili muyungwa pana muta yote nga una iba enyo tunazungumza bechune enyo mukole mangambyoso nao leo chichie waendelee ibola ungomboka meshi tuendelee ya masishana meyo. Asante ama. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa tunaenda kusoma hotuba ya kanisa, au inasema kwamba historia fupi kuhusu maisha ya kiroho ya marehemu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwanza majina ya marehemu. Marehemu alijulikana kwa majina Joari Walengamina Adolfine. Tarehe ya ubatizo, kuzaliwa mara ya pili. Kuanzia ubatizo, ekaristi takatifu, kipaimara ama uzabitisho, vyote alivipata kwa pamoja. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Na vyote hivyo vilipitika pale DRC Congo, Fizi, tarehe 3 mwezi wa 4 mwaka wa 1967 au 67. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Utumishi wake katika kanisa, alidumu sana katika kanisa, akishirikiana au akiwa mwanachama wa kundi la Lejo Maria toka Kongo mpaka hapa kambini hadi umauti jinsi ulivyompata siku ya leo. Tumsifu Yesu Kristo. Alikuwa sana mshauri
katika shirika lake hili, na mengi aliyoyafanya Mungu mwenyewe ndio shahidi wake. Kwa maisha yake ya kiroho hapa duniani, maisha ile ya kiroho, yani maisha ya kanisa, aliishi miaka 59. Tumsifu Yesu Kristu. Amina. Raha ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie. Apumzike kwa amani. Amina. Tuombe sasa kama kanisa, tuwekane mikononi mwa Mungu, maana kipindi hiki kwetu ni kipindi kigumu. Kanisa linakumbwa sana na misiba. Leo hivi tuna misiba mitatu ambayo tutaizika hapo. Ndani ya sekta hii yetu ya kwanza ni misiba miwili. Tuna huu hapa na ungine huko G1. Tena SE kuna msiba mwingine. Kwa hiyo bila kuombeana hatuwezi faulu. Na mwisho kabisa tuseme kwamba tunawashukuru wote waliodinyima kuja kushirikiana na sisi kwa msiba huu wa majonzi ya kumsindikiza mama yetu. Hatuwezi sisi kuwalipa bila ya Mungu. Kwa hiyo yote tuyaelekeze kwa Mungu aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Tumsifu Yesu Kristu. Milele amina. Asanteni. Yanafuata sasa yanayoendana na picha. Tuko pamoja? Picha zimepangwa kama ifuatavyo. Picha ya kwanza ni familia ya marehemu. Picha ya pili ni baba wa marehemu. Picha ya tatu wajomba wa marehemu. Picha ya 4 watoto wa marehemu. Picha ya 5 wajukuu wa marehemu. 6 kijiji, 7 kanisa. Na katika kanisa tutajigawa. Lejo Maria wana sehemu yao ya pekee pamoja na sala yao, na picha itapita umo. Tumsifu Yesu Kristu. Kumbe bila kuponda muda tunaanza kukaribisha makundi tulio yataja. Ukihitwa moja kwa moja njoo wajibike na picha ipite hapo moja kwa moja. Kwa hiyo namba 1 familia, karibuni kwa picha. Kitisho kama jeshi lililotayarishwa kwa kupigana. Na roho yangu inafurahia na Mungu Mwokozi. Kwa maana Mwenyezi amenitendea mambo makubwa, jina lake litukuzwe. Mkono wake umefanya nguvu, amewatupilia mbali wenye kujivuna moyoni. Wenye njaa akawajaza mali, na wenye mali akawafukuza mikono mitupu. Kama alivyowaambia Ibrahimu na uzao wake wa siku zote, kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Mzuri kama mwezi, mwangavu kama jua, mwenye kitisho kama jeshi lililotayarishwa kwa kupigana. Tuombee wenye kukimbilia. Tupatie kwa huruma kama wote waombao fadhila kwako, wazipate mikono yako. Amina. Mama Maria, mama utufungulie. Mama Maria, mama utufungulie. Sisi wana wako mama tunapiga hodi. Sisi wana wako mama tunapiga hodi. Utufungulie. Utufungulie. Sisi wana wako mama tunapiga hodi. Sisi wana wako mama tunapiga hodi. Enyi wana wa
Leo tunamsindikiza ndugu dada yetu Johari katika safari yake ya mwisho ya hapa duniani. Mungu alimpa maisha ya duniani na sasa amemwita ili ampe maisha ya mbinguni yasiyo na mwisho. Mwili wake tunauweka ardhini kama mbegu ya mwili itakayotukuka, na roho yake iingie katika raha ya milele. Kwa kuomba Bwana, umpokee huyu dada yetu Johari katika uzima wa milele na utawala wako, apate furaha isiyo na mwisho na kukaa miongoni mwa watakatifu wote. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Yesu Bwana wetu. Amina. Sasa tumpeleke ndugu yetu makaburini. Twatumaini kwa siku moja tutakutana naye katika uzima mpya. Amena.
Tuombe. Mungu, ulibariki kaburi hili, umweke na malaika wako mtakatifu alilinde, na huyu ambaye mwili wake utazikwa humo, roho yake ifurahi kwako mbinguni pamoja na watakatifu wako bila mwisho. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Yesu Bwana wetu. Amena. Amina. Ndugu zangu, tumuombe kwa unyenyekevu Mungu Baba wa rehema kwa ajili ya ndugu yetu Johari aliyefariki, kwa kuomba utusikilize. Bwana, wasamehe kwa wema dhambi zao, uzipokee kazi zao njema, kwa kuomba utusikilize. Tuombe. Sisi wenyewe ambao tuwasafiri hapa duniani, Mungu atuimarishe na kutumisha katika utumishi wake mtakatifu. Mungu Mwenyezi, kwa imani tunasadiki kifo na ufufuko wa mwanao. Tunaomba utujalie sisi na ndugu zetu marehemu tufufuke katika furaha. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Yesu Bwana wetu. Amena. Mwenyezi Mungu amependa kumwita kwake huyu ndugu yetu toka uzima huu. Wafu, tunamkabidhi huyu ndugu yetu kwa Bwana. Bwana ampokee katika amani yake na mwili wake aufufue siku ya mwisho. Katika maji ulibatizwa, Mungu akamilishe ndani mwako aliyoyaanzisha katika ubatizo. Mwili wako ulikuwa hekalu la Mungu. Tunakuomba akupe furaha ya milele. Wewe ni uvumbi, utarudi kuwa uvumbi, lakini Bwana atakufufua siku ya mwisho. Endaye yambaidi konge binobeleri.
Kwa hiyo kama Dezone iko hapa, anaweza kuja kuweka udongo pamoja na madevilage vile vile pamoja na familia. Utukumbushe daima kwamba maisha ya hapa duniani ni mafupi na ya kwamba hatujue tutakufa lini. Roho wako Mtakatifu atuongoze katika utakatifu na haki siku zote za maisha yetu, tufike salama katika ufalme wako kwa njia ya Kristo Yesu Bwana wetu. Amina. Raha ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele apumzike kwa amani. Raha ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele apumzike kwa amani. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Uandikwe ishara ya Bwana wetu mkombozi wetu Yesu Kristo aliyekukomboa. Kwa ishara hii apumzike kwa amani. Silo yangu msalaba, msalaba, msalaba. Silo yangu msalaba, msalaba, msalaba. Twende tukapumzike na amani.